Oh, ni 10 balls, 10 B, 10 beauty, 10 billionaire, aka Mr. Shakara. They call me Armando Papito El Muncho Seputo. Majina matamu sasa hivi naitwa mimi. Yep. Ndani ya Nairobi Talk. Nairobi is talking right now. Let's go my friend. Let's go my people. Yep, without kupoteza time, yes. So, cha ajabu ni nini? Kikubwa ni nini? Cha kushangaza ni nini? Bwana Simple Boy kuambiwa vile. Kitu gani kinashangaza? Mbona watu ni wanafiki sana? Mbona mitandao inajifanya inampenda sana Simple Boy na hali ya kuwa inajua kabisa alichokiongea Kibe ni cha ukweli. Yeah? Kibe kwanza anatakiwa alipwe kwa sababu amempea publicity kubwa sana Simple Boy. Why? Kibe is big more than Simple Boy. Unaget? Na Kibe amekuwa na try sana kukuza some talent in negative way. Unaget? In negative way. So, kiukweli ni kwamba sura inamata. Uzuri wa sura inamata sana. Kwanza kwa wakati huu. Na je, for the future itakuwaje? Hebu angalia sasa hivi tukisema Kibe vile amemwambia Simple Boy si poa kwenye engo ipi. Unajua siku zote mtu anayekwambia ukweli, siku zote mtu anayekupa ukweli ambao huwezi kumeza. Sawa? That is your best friend. That is your blood nigga. That is the one you need to sit, to stay, to talk with, to discuss things. Na mtu ambaye anakwambia ukweli. Na mtu ambaye anakwambia ukweli ambao unauma, huyo ndio rafiki mwema. Unaget? So, Kibe ni rafiki mwema sana kwa Simple Boy. Unaget? Pengine labda tu alivyowasilisha, amewasilisha ile hashi sana. Lakini tukiongea ukweli, sura inamata. Hebu angalia sahihi. Ukipatana na msichana mrembo mweupe, sawa? Lazima atakuwa na best yake mmoja eleweki. Either best yake akuwe black, kibonge, ama akuwe mwembamba, mfupi. Yani utakutana na msichana mzuri, rafiki yake lazima akuwe mbaya. Na hiyo inakuwa ni nini? Inakuwaga ni protections kwa huyu demu mkali, demu mzuri. Anajiweka yeye as a first priority. Sehemu yoyote anapokwenda, iwe club. Wewe chunguza mzee. Ukikuta mtu yoyote ana sura nzuri, kwa wanaume si sana, cause wanaume, unajua wanaume wao they doesn't care. But ukikuta sawa, hata mwanaume ana sura nzuri sana, basi hiyo mabesti zake ukwaga ni madem. Na mwisho wa siku huenda kwenye jumlisha. So kama sura yako ni mbaya, ama wewe ni black tea, elewa maana black tea. Tafuta ukitaka kuzaa, kuendeleza generation, tafuta mtu at least yuko na light skin. Unaget? Nitakwambia faida zake mbele. Kama wewe ni una sura mbaya, basi tafuta mtu fulani hivi ambaye ako na beauty fulani. Unaget? Awe tu mzuri yani. Hiyo tusibonge kwa kufichana. So kitu ameongea Kibe kwa Simple was a very good advice. Why? Siku hizi hata ukienda kwenye kazi, unaweza kuwa umesoma lakini una sura mbaya, upati kazi mzee. Wanapatia mtu mwenye sura nzuri priority zaidi. Unaget? Hata mkubwa ama wageni wakikuja wenye sura mbaya wanaweza kufukuzwa. Ama wakawekwa nyuma kabisa huko, hata ikipigwa picha ya pamoja wenye sura mbaya waonekane. So, sura nzuri inamata kuliko elimu na vyeti ambavyo uko navyo. Hata wewe chunguza vizuri. Mademu ambao wa hivi wamesoma sana. Kwa sababu gani? They knew wasikosoma sana, wasikokuwa na vyeti vingi sana, maisha yao yatakuwa ya shida. Na sio tu mademu, angalia hata washikaji wanaume ambao wako na sura fulani hivi personal. Utakuta ni maengineer, madokta,
Angalia sasa wenye sura nzuri, unakuta na manesi wengi na nini, vitu kama hizo. Ofisini hapo, receptionist hapo, wako hapo. So sura nzuri ina mata, no matter what. Na bado kuna ushahidi mwingi sana kwa nini sura nzuri ina mata. Sura nzuri hata kama isikosoma itaolewa. Na watu wenye sura nzuri kama Trisha, dem fulani hapa ana trendy sana TikTok, anaitwa Trisha Haridi something kama hivyo. Wakina Aziadi, angalia wakina Huda Monlo, angalia wakina Zari, Zari the Bossy, angalia wakina hata angalia Diamond anafataga sura. Diamond hufuata sura. Angalia baby mama zake wote wazuri. Angalia watoto wametoka hapo mzee. So sura ina mata, na Kibe ako perfect kwenye kuliongea hilo. But maybe tu ameongea hash kwa sababu Kibe huwezi mchange. Kibe yuko hivyo. Unaget? Kibe ni mtu directly, mtu atakwambia kitu vile kiko. Unaget hiyo kitu? So cha msingi wewe ni kuona ni pointi gani uchukue. Na nikizungumzia kuhusu ile sympathy ambayo yuko kwa bwana Simple Boy, kama hawa wasee wa internet wanakupenda, wangekuwa wanajaa kwenye show zako. Ndio ujue ni wanafiki. Unaget? Liars. Ukiwekaga show zako tunazionaga bana. Hapa katikati ulikuwa umepotea. No one talk about you. The Kenyan industry, the social media has already forget about you. But after kukuja hapa Kibe kuongea, so Wakenya wengi ni wanafiki, na tusibishane kuhusu hilo, maana tunalionaga unafiki wa Wakenya. Sisi tunaonaga hadi kwenye politics. Mnasema huyo sijui nini, akikuja na buku 2 buku 3 1k tenga 2 3, ndo yeye, ndo huyu. Sasa unaona Wakenya wengi ni wanafiki. Unaona msee anaweza kukuja hapa akasema wanasiasa ni vigeugeu na nini, nipeni mimi, mkimpa tu kesho anakusahau. That is the nature of Kenyans, and not only Kenyans, black people, man, hii color, waseni wanafiki sana. Unaget? So we tafuta mbegu nzuri, uzae mtoto mwenye sura nzuri. Kama wewe sura yako personal, tafuta. Alafu acha nikwambie kitu, mtu yoyote mwenye sura nzuri kwenye mahusiano huaga anaga stress. Hata ukimwacha leo, yeye anachokifanyaga ni ana accept watu ambao wako kwenye line. Demu mzuri akiachwa, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye mahusiano ya aina yoyote, aogopaji. Kwanza demu mwenye sura nzuri aogopi kuachwa. Nikwambie kitu. Hivyo hata mwanaume mwenye sura nzuri waga chesi sana. Unaget? Kwa hiyo kitu inabidi ikae akilini mwenu. Sura nzuri, beauty face. Hata zamani kwenye Bongo Flava, kama wewe hauna sura nzuri, baba, kuhiti kwako kulikuwa ni shida, ni kazi sana. Kama wewe, wakina PNC, waulizani wakina PNC, walikuwa na sura fulani personal, wakina Kinyulinyuli sijui wakina nani hao, wali haso sana kutoka kwenye Bongo Flava. Bongo Flava ilikuwa inahitaji sura nzuri. Diamond mwenyewe mpaka akajikubali tu, akaanza kujiita den nani. Anasema mwenyewe Diamond kwamba wako wanasema lips sijui namna gani, sasa lips denda. Yeye mwenyewe anaongea. Unaget? Watu walikuwa wanamuita Diamond domo. Alikuwa na sura mbaya. Unaget? Alikuwa na sura ambayo sasa Diamond pesa imemfanya amekuwa mzuri. Sasa Diamond ni kipenzi cha walimbwende, lakini zamani baba, almost kwa kila mtu zamani ilikuwa ni noma bro. Sijawahi tu kuona Alikiba siku zote naona anakuaga tu na sura nzuri yeye. Unaget? Usijua mpwani yule na nini. Lakini watoto wa Kigoma, angalia Baba Levo ile pua. Asingekuwa mbunge unadhani yule sahihi hata mngekuwa mnaongea. Pua lile la Baba Levo. Kwa hiyo ni watu wenye sura mbaya, watafute sana pesa. Tutafute sana pesa, japo mimi sina sura mbaya. I am very handsome. I am very handsome more than any artist here in Kenya. I can even say in East Africa, I'm very, very handsome. That's why my name is 10 balls, 10 beauty, 10 billionaire.
Mr. Shakara. So watu wasiokuwa na sura nzuri wasome sana, na wakitaka kupata watoto familia watafute watu wenye sura nzuri. So genes close hivi, msitafutane wenye sura ovyo ovyo. Hebu can you imagine Simple Boy na yule msichana wake wa kwanza kabisa yule wangegeti watoi, ingekwaje? Ongea tu kweli. Simple Boy na yule msichana mwingine yule ambaye hata tumemsahau jina, sio nani, wangepata watoto wewe ungekubali mtoto wako aoe kwenye familia ya Simple Boy? We acha zako hizo. Alafu jambo lingine, watu wanaongea kuhusu masuala za industry kushuka. Hiyo nitaongea kwa kifupi. Unajua industry ya Kenya pia imeshuka, ya Tanzania imeshuka, ni kwa sababu ya labels. Zuchu aliongea kitu cha maana sana. Ili mziki ukue mkubwa ama msanii akue mkubwa, lazima kuwe na label. Unaget? Na hata ukiangalia kuhusu masuala ya Diamond, ili akue aendelee kukua mkubwa zaidi, alihitaji maadui. Nadhani hata Professor Jay aliongea hilo swala, unaget? So Diamond kipindi anatoka, wale ma big fish wale walimsaidia, walikuwa wanamsaidia sio bure, na wao walikuwa wanataka fame, ndio maana walikuwa wanamsaidia. Watu wote waliokuwa wanatajwa na kina Rich Mavoko, kina nani, watu wote wanaotajagwa kwenye nyimbo, na wao wanatakaga fame. So wanakuwaga na do but hawana fame. So wanapitia kwa wasanii ili wapate ile fame. Unaget? So matajiri wanakuwa wengi ambao hawana fame, so wanawekeza kwa wasanii wengine ili watajwe kwa fame. So wakishakuwa famous hawanaga haja tena ya kuinvest. So unaweza ona mfano mtu kama Ruge, Boss Ruge, alikuwepo na alikuwa ni chachu ya Bongo Flava. Boss Ruge alikuwa ni mtu ambaye anatoa wasanii, ni mtu ambaye sawa kuna mambo yake mengine hayo ya kibinadamu. Hata tukisema kwamba alikuwa anapoteza wasanii, pengine wasanii pia walikuwa wanafaa si ndio? So yule alikuwa analeta wasanii, kulikuwa na muongoza njia, kulikuwa na mtu anachonga barabara, ndio maana kulikuwa na matamasha mengi, ndio maana kulikuwa na wasanii wanatoka kila saa. So ukiangalia Bongo vizazi vimestack, wakiondoa kina Mario hawa, hakuna watu wengine wanakuja, hakuna. So industry inashuka kutokana na watu wanapunguza uadui, na uadui lazima iwepo. Acha nikwambie kitu, hakuna jambo linaloendeshwa na positive peke yake. Lazima kuwe na negative na positive ili zikuwe na cohesions, unaget, mikwaruzano ili kuzue mijadala, unaget. So lazima kuwe na vitu kama hizo. So game likipoa, kukikuwa hakuna kitu yoyote inayoendelea, hapo ndipo industry inaposhuka. Na kukikuwa hakuna mtu mwenye kuweka chachu, hapo ndipo industry inashuka. So industry ya Bongo ya Kenya, angalia Kenya pia, wakina Ogopa DJs wameondoka, wakina Khalif, wakina nani, hamna tena wasanii wengine wanaotoka, unaget. Wasanii wameamua kukua kama independent na nini. But nikwambia kitu, Zuchu aliongea ukweli. Msanii ukikuwa independent, kukwenda ni ngumu sana. Pengine hiyo independent yako ikuwe imekusanya investor, so wawekeze kwako wewe hapo, ikuwe kama wewe ndo lebo, ikuwe kama wewe ndo kila kitu tuseme, yani unaget. Lakini bado kuvuka huko nje, you will need people who has that power. Utahitaji hao malebo makubwa kama vile tu the way the artists from Nigeria, the way they are doing, yeah, to be big you will need some people, man. Obvious, you will never ever be able to stand alone. Labda tu kwa bed huko na mkeo, na sometimes wengine hata usaidiwa, na get. So uwezi enda, industry inashuka kwa sababu hivyo. Khalif hakuna, Ogopa hakuna, labels zingine hakuna. Alafu pia wasanii wamelala, wasanii hawana chachu, wasanii wamedoda, wasanii wamekuwa yani
yani bure kabisa man. So vitu kama hizo, Diamond amekuwa mkubwa kwa sababu Diamond asinge kuwa anataka kuprove point kwamba bila nyinyi mnaonibania, sawa, mimi nitasonga, mtabana, hamtacheza miziki zangu, hamtanipa show zenu, lakini mimi nitasonga. So ile spirit ya Diamond kusema nitasonga bila nyinyi, sawa, ndio imemfikisha hapo. Kwa sababu kama media, TV, sijui nini zimembania, wakombozi wake ni wakina nani? Itabidi aingie social media. Na kipindi kile social media ndo zilikuwa zinakuja. So Diamond ali prove point kwamba ninaweza kutumia social media, sawa? Ndio maana hadi leo ana lead. Kwa sababu kipindi social media zinachanganya, ndipo na yeye watu wakaanza kutaka kumbania, kumfunga, asichezwe hapa, asichezwe. So yeye alitumia social media, sawa, kama vile ndio media zake. Sasa alitumia social media kama ndio East Africa, alitumia social media kama ndio Clouds, alitumia social media kama media zote. Alafu akakuja Kenya ikambeba, ikampokea. Alianzia Mombasa, tukapeleka yeye show huko, akakuja hapa Nairobi, ndo huyo akapata pesa, ndo huyo. So unahitaji maadui ili ukue the great person. Una get? Sometimes tunaongea kama hivi, unakuta Ten Ballsy mbaya anakandia sio kitu gani. No man, I'm use this path of negative to make someone grow. Do you get me man? Nugget. So tukiongea mfano ile kitu tuliongea hapo imeleta gumzo sana, kwamba masuala ya finali ya Bien na Alikiba na Diamond, wakasema Bien eti hahitaji Diamond kwa sababu hii ngoma finali imekuwa kubwa sana kuliko ile ya Diamond. Acha nikwambie kitu. Diamond angesema apromote ile ngoma yake yeye na Bien to the maximum, ndio ilikuwa anaua kabisa industry ya Kenya, alikuwa anaua kabisa mziki ya Bien kabisa. Na hakupromote ile mziki ya yeye na Bien to the maximum kwa sababu alikuwa anamhurumia Bien. Bien angeenda wapi? Na bado tu ile power ya kale kanyimbo kalikuwa kanampoteza Bien. Ndio maana umeona Alikiba akasema, hey man, I got you brother, come here, let's do finali faster tu. Finali ikarekodiwa, Bien akarudi kwenye peak, unaget? So Alikiba ameokoa talent ya Bien, but Bien bado ako na kazi. Alikiba ameshatoa ngoma 2-3, akatoa Buju na Mbosso ikaenda poa. Bien toka finali hajatoa ngoma aina yoyote, na kama ametoa basi hamna sehemu imefika. Ni either arudi tena afanye collab na Alikiba, ama ndio kwisha yeye. But I like this brother, I like Bien so much, that's why I'm talking about him. I'm always talk about him because I really love Bien. So najaribu kumuamsha, najaribu kumpigia kengele Bien. Bien amka, Bien. Wabongo hawa sio wazuri, Bien. Wana power Bien. Fikiria project unazotoa Bien. So I'm trying to wake you up Bien. Ndio maana nakwambia kwa makini ama upotee. Alikiba akakuwekea mzigo, Alikiba akakuwekea fuko lenye milima yote ile ya Taita, akakuweka kwa kichwa ndwi. Rudi kwa Alikiba afanya naye collab tena, ama ikuwe habari imeisha. So mimi Ten Ballsy aka Mr. Shakala, tumejadili hapo leo Nairobi talk and Nairobi is talking now. Yep. So nimetoa mziki ya singeli zinaendelea, so make sure you keep following me, you keep subscribe on my YouTube.
And I will always deliver what you want. And mimi I am not just mchambuzi. I am a teacher. I'm giving out the free education to anyone who wants to be a musician, and anyone who wants to be big. So stay tuned. Make sure to watch every part to understand. Another time tutabonga kuhusu Singeli. Yo, ni 10 balls aka Mr. Shakala Shakala Shakala.